Okay. CV zako hazijitoshelezi, hivyo hatuwezi kukuajiri. Sasa mkuu, CV zangu hazijitoshelezi kivipi yani? Una uzoefu kwenye hizi kazi. Mkuu, naomba nipe nafasi, alafu katikati ya kazi naamini nitapata huo uzoefu na usema wewe. Nisaidie. Kijana, hii sio sehemu ya majaribio. Hivyo tu, nilikuwa nakuomba. Kaondoka kaenda. Mkuu, nisaidie. Mimi na familia nyumbani, nanitegemea na sina pa kushika. Bali elimu yangu ndo naona mkombozi wangu. Nisaidie basi. Siwezi kusaidia, hata muonekano wako tu unaonekana. Umevaa t-shirt, umevaa jeans. Unaweza kuja kwenye ofisi kama unaomba kazi kama hivyo huko hivyo rafu hivyo. Unaweza ukaenda. Unakuja hivyo umevaa t-shirt, umevaa jeans. Mwantum. Abe mama, shikamoo. Marhaba. Mbona sikuelewi? Samahani mama kwa usumbufu unaojitokeza. Kuna mtu nilikuwa namdai pesa yangu, ambapo nilitegemea akinilipa nikupe pesa yako. Lakini kwa bahati mbaya amepata dharura, ambapo ameniahidi atanilipa leo usiku. Mwantum, unanijua vizuri sana. Mwantum, sasa ole wako. Habari yako? Mfano salama. Karibu. Unaendeleaje? Umekuja mikono mitupu. Sikiliza nikwambie mume wangu kikulicho. Humu ndani nimechoka. Yaani nimechoka. Kila siku humu ndani kula dagaa, kula mchicha, nimebadilisha mpaka maharage. Mume wangu anafanya kazi buchani, jamani, hata nyama humu ndani nukishe basi majirani. Hata majirani wasikia harufu ya kitunguu saumu, wasikia harufu ya tangawizi, ajue kweli mwanaume wake anafanya kazi buchani. Nyama ndani sikauke, lakini majani kama ng'ombe vile. Naongea na wewe. Hivyo una akili kweli? Kwa hiyo unamaanisha mimi ningekuwa nafanya kazi monchwali, kila siku ningekuwa narudi na maiti hapa nyumbani? Au ningekuwa nafanya kazi kwenye vifaa nafanya kazi maduka ya kuuza vifaa vya ujenzi, kila siku ningekuwa nakuja na kobilo na kuja siku zingine na mikono bao hapa nyumbani, si ndio? Hivi wewe mwanaume, nimeongelea
maiti hapa mimi ndani? Nimeongelea masuala ya makabila hapa ndani au nimeongelea vifaa vya ujenzi? Mimi hapa nasemea nyama, nasemea nyama. Nasemea kitu nyama baba, ni ulaji. Jamani. Alafu mwanaume wa design gani wewe? Hadi. Karibu. Shikamoo Kulicho. Marahaba, ujambo? Sijambo. Shikamoo Kulicho. Marahaba, ujambo? Sijambo. Anka niagiza nite nyama ile ndio umesema atakuja kuchukua ajaje. Kasema itaharibika ndani. Kule tule vya ubuge kwanza. Maana kama kazi tumekosa na vya ubuge toke siku vile jamani. Vitu vya ubuge wala nini? Hatari. Ndio huyu. Stima. Oho, kumekucha. Kumekucha. Na mbibi. Wapi? Washenzi wakubwa wale, washenzi kupitiliza. Nakwambia eti wananiambia unajua wewe CV zako hazidi toshelezi, mara unajua una uzoefu si kaniganiga, mara umetujia na mijinsi mweleweki umevurugwa, yani maneno chungu mzima ambayo hana kichwa wala miguu, ni tafarani. Umenitoa na mgugu basi, yani nikwambia. Ila sasa nikwambie kitu kimoja. Nimechamba. Ulikuwa haupo tu kipenzi changu, ulikuwa haupo, malaika wako walikuwepo ninapokuambia mpaka dakika hii. Nimechamba kweli, chamba kupita maelezo. Nikamwambia nini nyie? Yaani kisa mkikaa kwa hivyo vitu vyenu vya kuzunguka mnajikutaga mmemaliza. Naomba hiyo nyama. Baba. Yaani wewe mwanaume, humu ndani sisi unatulisha majani, unatulisha dagaa, unatulisha maharagwe, leo hii nyama naenda kula wanawake wengine, si ndio? Aha, unanifanya mimi hambwabwa eti? Imekaaje hii? Nakuuliza imekaaje hii? Hiyo imekaa vibaya. Imekaa vibaya. Yaani unaongea kabisa, nono kabisa mwanaume wewe. Nitakuumiza Kulicho, wewe unatekea simu nani? Sasa kwa nini tunapigana na babakuli? Kwa nini usitumie maneno ya kawaida tu tukaelewana? Hapo nimekupiga, nimekugusa. Chamba kupita maelezo, mzee jicho limemtoka anakwambia. Ulikuwa haupo bibi nakwambia. Chamba kweli. Baada ya hapo sasa kilichotokea, akawa amejinunisha pale. Nikamwambia nini, mimi nikazidi kumpa fact tu. Tia fact juu ya fact. Na kitu ambacho yani nilichokigundua pale baby ni kwamba kutokana na elimu yangu ni kubwa kushinda wao, ndio maana amekataa kunipa kazi. Lakini fact nimempa. Chamba kupita maelezo. Mpaka dakika ninapokuambia chamba kweli. Hata ni sauli baba. Elimu nimemzidi. Ndio maana sasa anakaza, anavyo CV gani? Uzoefu gani? Sasa uzoefu mimi nitaupatia hapa kama nisipoingia kazini? Nitaupatia wapi? Niupatie kwenye vilinge huko vya kahawa au? Halo? Aya. Nimeamunya. Nimeshaamunya. Kakata simu. Yaani kama naona huko yani hapa kinachotokea wiki nzima sipati unyumba. La! Bala gani hili? Kavu kweli, asubuhi mchana jioni, wiki nzima. La! Fuck! Umaskini matizi.
Kila siku naongea mimi naye kitu kimoja hatuelewani kwa nini bwana? Takuja niue mimi mzee. Tapata kesi. Halo. Jamani, mbona nimemtuma mtu alete? Basi haya nitaleta mimi mwenyewe. Yaani huyu mbwa nikimkuta amesimamishwa huko barabarani, leo ndo atajua kachumbani mboga au kiungo cha makandi. Vipi tena mabegi hapa nje? Hii inaitwa Elabi, safari salama. Yaani ndo kiguu na njia hivyo. Unamaanisha nini? Nimechoka kupiga pasi ndefu. Kula kila siku katikati ya usiku na mchana. Nimechoka mwenzio. Sasa Mariamu kipenzi wangu, mimi mwenyewe napambana, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo bado hajanipa. Sasa unachokifanya ni sawasawa, unanihani maiti sanda, unatupa mjongoo na mti wake, sio vizuri. Kwenda hapo. Yaani usiniletee hizo ngojea zako na hizo hadithi zako za kusadikika. Utanilani bure tu mtoto wa watu. Kati changamoto unayo wewe. Huna maokoto ndio maana umekosa mvuto. Oya, hakuna mwanamke anaweza kuvumilia shida. Tafuta hela kwanza, mapenzi baadaye. Hapana Mariamu, usifanye hivyo basi kwanza. Usiondoke basi, tulia kwanza basi. Naomba niache niondoke. Usiondoke basi, mambo yanazungumzika. Naomba niache niondoke. Hebu niachie huko. Mariamu tulia basi, mambo yanazungumzika. Niache niondoke. Kwani wewe sikuachika? Mbona kinganga hivyo kaka? Niache niondoke. Mariamu, usifanye hivyo Mariamu. Mbona unanifanyia hivyo lakini ni jamani? Mbona unaniani maiti sanda lakini? Yaani unatupa jongo na mti wake kweli? Kwa kitu kidogo tu Mariamu jamani. Mariamu. Fuck. Brother. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Ile siku ya ulipaji deni tulikubaliana imefika. Na huyu unayemwona mbele yako anatakiwa kulipwa. Sawa. Lakini brother, ningelipenda huruma yako kidogo. Walau siku hizo 2 niongezee. Yaani kutoka leo siku 2 mbele, maana siku 3. Nikupatie pesa yako. Kwa sababu kama unavyoona mazingira yanatokea sasa hivi hapa, niko dhoful hali, niko juu ya mawe. Yaani niko peti ya lolo. Mbuzi kala mkeka. Sielewi hata kidogo brother. Mbuzi kula mkeka. Kuwa peti ya lolo mimi hiyo hainihusu. Ni kweli kuhusu. Sio jambo lako. Lakini kutokana na mazingira yangu mimi, nisielewi chochote unajua. Ndio maana nimeomba kwa ridhaa yako, naomba ridhaa yako. Siku 2 kutoka leo, ina maana ilikuwa siku 3 na kulipa pesa yako. Naomba please bro. Hivyo. Namwomba Mungu asikupende zaidi. Siku utapolipa deni langu, ndakupende zaidi.